Kwa siku mbili tatu nilizoishi kijijini hapo, niligundua mengi ya kujificha, lakini yasiyo na hitimisho la moja kwa moja. Nyuso za wanakijiji zilikuwa zimechoka, lakini si kwa uchovu wa kawaida. Walionekana kama watu waliopoteza matumaini, waliolazimika kuamka kila siku kwa lazima, si kwa sababu ya kuishi. Mwanamke mmoja, mama mwenye watoto wawili, alinipita sokoni huku akijisemea, leo ni zamu yangu, watamchukua wa pili sasa. Niliposogea kumdadisi, alinitazama tu kisha akaondoka kwa haraka kana kwamba hakuwa ameniona. Nikaambiwa kuhusu mzee mmoja pia, mzee aliyekuwa akilala kila usiku kwenye kaburi la mtoto wake ufikapo usiku. Sio kwa mapenzi, bali kwa sababu kila alipojaribu kulala nyumbani, sauti ya mtoto huyo ilimuita hadi asubuhi. Na siku moja alipojaribu kupuuza, nyumba yake iliungua kwa moto uliotoka kwenye maji. Kijana mmoja kijijini aliwahi kupata nafasi ya kwenda chuo mjini. Siku ya kuondoka, akapotea kwenye barabara ya wazi kabisa. Simu yake ikapatikana ikilia katika mto usio na daraja ukiwa umekauka. Mwaka mzima baadaye, alionekana akitembea uchi akilia msituni akijisemea, nilihoji, niliuliza kuhusu historia yetu. Watoto wengi walizaliwa na midomo iliyonyamaza kabisa. Hawakulia walipozaliwa, hawakutabasamu kabisa, hawakusema neno hata moja mpaka miaka 5 au zaidi. Na wakianza kuongea, huanza kwa lugha ambayo hata wazazi wao hawaielewi. Mmoja amewahi kujisemea kuwa sisi si wa kwenu. Na ya kushangaza zaidi, kuna msichana mmoja anayejulikana kwa jina la Angela wa Giza. Hakuwahi kuzeeka tangu miaka 30 iliyopita. Wazee waliokuwa watoto wakati yeye akiwa binti sasa wamezeeka, lakini yeye ni yule yule. Hakuzungumza na mtu, lakini mara nyingi huonekana karibu na moto usiowaka akichora michoro ardhini, michoro ya watu ambao walikufa siku zinazokaribia. Wanakijiji hawalalamiki hadharani, lakini wakiingia ndani ya nyumba zao, sauti za vilio, kelele za viti zinavyojisogeza vyenyewe na milango kufunguka usiku ni swala la kawaida. Yaani kwa kifupi, niliona fika kuwa maisha ya kijiji hiki ni mfano halisi wa neno laana, na hivyo sikuwa na budi kujua ni nini kinaendelea. Anyway, tukiachana na hayo, turudi usiku ule ambako nilifungua kikasha kile nilichopewa na bibi wa msituni. Kwenye kikasha ambako nilikuta picha ikiwa inanionyesha nikiwemo pamoja na watu wa kale wa kijiji hicho. Siku iliyofuata nilienda kwenye ofisi ya serikali ya kijiji. Nilimkuta afisa mmoja wa zamani aliyekuwa akiandaa makarabrasha ya kijiji. Nilijifanya nataka takwimu za zamani kwa ajili ya ripoti, lakini kilichonivutia ni kabati la faili lenye vumbi alilolisema kuwa halifunguliwi kwa siku hizi. Kwa bahati alinipuuza na kuniacha mla ofisini. Nililifungua kwa siri. Ndani yake kulikuwa na jarada lililoandikwa mwaka wa kupotea. Nililifungua mikono ikitetemeka. Ndani kulikuwa na orodha ya watu waliotoweka ghafla miaka kadhaa ya zamani iliyopita. Watu waliokuwa wakidaiwa kuhamia maeneo mengine, lakini majina yao hayakupatikana kokote. Picha za zamani zilizokuwa zimebandikwa, na hapo nikaona jina moja lililoandikwa Kamara Imani Mvungi. Hilo ni jina linalopatikana kwenye ukoo wangu. Naweza nikasema ni jina la bibi yangu. Nilidhani amezaliwa kijiji cha Morogoro, lakini picha yake ilikuwa hapo akiwa na kijana mdogo. Lakini hiyo picha nyingine ya pembeni yake ya mtoto mdogo aliyevaa kama mimi, mwenye nywele zangu, sura yangu, alikuwa amesimama mbele ya nyumba ya udongo kama ile niliyoiona msituni. Nilivuruga kila ukurasa, lakini hakukuwa na maelezo. Kisha nikakumbuka kile kikasha na ile picha iliyokuwa nami. Nilipounganisha na picha hii mpya, zilikuwa ni sehemu moja. Ufanano huu haukuwa wa bahati mbaya. Hii ni ishara ya undani wa kile ninachokifuata. Labda nimeitwa, na si kwamba nimekuja kwa hiari ya kimasomo.
Wakati nikiondoka, afisa yule alinitazama kwa jicho la wasiwasi. Akaniuliza, umekiona? Wengine waliokiona hawakurejea kuwa kama walivyokuwa. Alinisogelea na kuniambia kwa sauti ya chini, kuna mtu mmoja aliyebaki hai baada ya mwaka huo wa kupotea. Anaishi upande wa pili wa mto karibu na mwamba mweupe, lakini watu hawamsogelei. Wanasema anaongea na watu waliofariki. Kwa uhitaji nilokuwa nao wa kujua, jioni ilipofika niliamua kwenda huko. Nilivuka daraja la zamani lililopasuka katikati, nikabahatika kuvuka kwa msaada wa mti uliokuwa umeanguka. Nilipofika nyumba ya mwamba mweupe, nilimkuta mzee aliyevaa nguo za kaniki, mdomo wake ukiwa na alama ya kuungua kama alitafuna chuma cha moto. Umerudi? Alisema bila mimi kujitambulisha. Niliambiwa utarudi kabla ya jua kuzama siku 7. Nikasema kwa mshangao, unanifahamu? Akacheka kidogo kisha akasema, sio tu kwamba nakufahamu, bali wewe ni sehemu ya mzunguko, yani cycle. Mzunguko ambao kijiji hiki kilijaribu kuuzika kwa damu ya asiye na hatia. Bibi yako alikimbia, lakini wewe ulitakiwa kurudi, na sasa uko hapa. Nilitaka kuuliza mengi, lakini aliniambia, kabla sijakwambia yote, lazima uingie mahali ambako historia ilifutwa, mahali palipofungwa kwa mihuri 3. Nitakuelekeza kesho, lakini ukikubali kuingia, hakuna kurudi kuwa mtu wa kawaida. Nilinyamaza nikitazama jua likishuka. Moyoni nilijua mimi si mgeni hapa, mimi ni sehemu ya laana hii, na majibu yapo karibu. Lakini ni kweli sitokuwa mtu wa kawaida? Hicho ndicho kilichokuwa kikinipa wasiwasi na maswali mazito akilini. Sehemu inayofuata itakuwa na majibu ya maswali yote tunayojiuliza. Hivyo usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi kazi zetu mpya zinapokuja. Bye bye.